Nipende kuwapongeza Yas kwa kampeni kubwa ambayo imefanyika kwa siku 100 sasa hivi. Kwa upande wa wataalamu wa soko na wadau pamoja na wateja kwa ujumla, ni tukio ambalo limekuja pasipo kutegemewa. Tunasema tumeleta curiosity kwenye soko. Kwa hiyo katika hizi siku 100, siku za mwanzo kulikuwa kuna ile hangover, kama honeymoon, ya watu kutaka kujua zaidi. Ilikuwa ni wakati wa kujiuliza maswali sana, na pengine ilitengeneza muda watu wengi hata ambao walikuwa izungumzi Yas kuweza kuizungumzia. Maybe hata ukilinganisha na Tigo na Yas, maybe wakati huu watu walizungumzia zaidi kwa haya mabadiliko. Kwa siku hizi 100, la kwanza niweze kusema kwamba mliweza kucapture attention ya soko. Kwa sababu sasa hivi kitu kinaitwa focus au attention, yani ule muda ambao mteja anaipa chapa au wadau wanaipa chapa kuizungumzia au kuijadili. Wanasema wastani wa huu muda ni chini ya dakika 1. Lakini kwa uzinduzi wa chapa ya Yas uliweza kusababisha soko, nafikiri, la chapa mbalimbali kusimama kwa muda wa siku kadhaa, watu wakiwa wanajadili. Na kitu ambacho kilishtua soko kwa wakati huu wa siku 100 ilikuwa ni ili neno la upande wa huduma za kifedha, mixed by Yas, ndio ilikuwa na debate kubwa, kwa sababu ilikuwa halionyeshi kwamba lina resonate na watu walivyozoea huduma za kifedha. Lakini hiyo ni bold move ambayo ilifanywa na kampuni, na sio kila mtu anaweza kufanya hiyo bold move, kuwa na utofauti na chapa nyingine zote sokoni kwa kipindi hicho, na bila kutolea maelezo kwa nini, na kuwa na utulivu kuliacha soko lizungumze. Kwa hiyo tunaona katika siku hizi 100 za chapa kuna mambo ambayo wateja na wadau wameweza kuwa karibu zaidi na chapa. Yawezekana ni kipindi ambacho pengine watu wangeweza kesi kwamba mlikuwa chapa ingeweza kaa mbali sana na wateja, lakini mmeweza kuona kwamba mapenzi mema yameonyeshwa zaidi kipindi hichi, kwa sababu ukiona mtu anataka ana react kwa mabadiliko ya taasisi, na maana kwamba ana mapenzi mema na hiyo taasisi. Nafikiri katika hichi kipindi cha siku 100, hadithi kubwa ambayo tunaona ikielezwa ni ushupavu na ujasiri, na namna ambavyo katikati ya mabadiliko unaweza usiogope mabadiliko, ukaleta mabadiliko katikati ya mabadiliko. Tunaangalia ushindani uliopo kwenye soko la telecom ni mkubwa, lakini pia tunajua bara la Afrika ndio bara ambalo lina vijana wengi kuliko bara lolote ulimwenguni. Katika hii story ambayo ni very brief story, ambayo tunaangalia pande mbili, upande wa ujasiri, ubunifu, na yani kuweza kuwa na nafasi yako kwenye jamii na kuwa na sauti ikasikika bila kuogopa watu kukuletea maoni tofauti. Tumeona historia ikijirudia mara kwa mara katika kipindi chote hichi ambacho kumekuwa na mabadiliko. So, tumeangalia wakati chapa inazunduliwa, watu wengi wamechallenge, lakini Yas imekuwa calm, yani haija react. Lakini tunaona watu wakihoji kwa nini Yas, kwa nini mix labda by Yas, lakini kwa nini msifanye traditional way tunazoea vitu kufanyika. Lakini tumeona kwamba wameamua kuwa bold enough kwamba we are different. Na story unayoelezea ni kwamba ulimwengu wa mabadiliko ya teknolojia sasa hivi, huduma za kifedha sio tu ile tuliozoea za kutuma tu pesa kwenye simu, lakini kwenye vitu vingi. Nimeona sasa hivi mabadiliko ya juzi kwenye stock exchange ambao ni tofauti kabisa. Kwa hiyo ile kujitofautisha ni story ambayo ni muendelezo wa story ya ujasiri, uaminifu, ubunifu, na kuendelea kuamua kuwa na tofauti wa kipekee. Maeneo ambayo resonate, maeneo makubwa matatu, ambayo la kwanza ilikuwa ni visualization, eneo la pili lilikuwa ni language link,
lakini la tatu ni ubunifu na mabadiliko yanayoendelea katika ulimwengu ulioko wa kitawapa kwenye maeneo ya Tanzania. Ndio maana sasa ule upande wa mix by us ambao ni kitu ni tofauti, nafikiri pamoja na kwamba kuna challenges kwa zilielekezwa, lakini pia ni element ya ubunifu ambayo inakuwa revealed. Na ukiangalia sasa hivi Tanzania, biashara nyingi na wajasiriamali watu wadogo na wakati ambao wengi ni wabunifu wadogo. So that capture a lot of essence ya nature hata ya structure ya biashara za Kitanzania na maisha wa Tanzania. Wengi ni independent, private sector ni kubwa, watu wanajiajiri wenyewe ni sehemu kubwa. Kwa hiyo ukileta element ya innovation ya kujiamini, it's actually resonates with this big group ya Tanzania ambao wanajiajiri, wanafanya biashara zao zenyewe. So it actually resonates the aspect of boldness. Katika siku 100 za Tigo Kuwa Yas, ni siku ambazo zimejaa na mabadiliko ya taswira, fikra, ujasiri na ubunifu wenye kuleta mguso wa maendeleo kwa mtu mmoja mmoja. Yes.